mtakatifu ambaye ni mwalimu mwema, akaendelea kufundisha, akaendelea kutukumbusha ili maneno haya yakapate kibali ndani ya mioyo yetu. Baba yetu na Mungu wetu, ni somo ambalo matokeo tunategemea tarehe 28. Basi ukainue mioyo ya kila mmoja ili siku hiyo tuone matokeo yake. Ni mambo haya nikiamini kwamba unaenda kutenda sasa. Sasa nimejaribu kuainisha vitu vichache ambavyo unaweza ukavipata, ni jinsi gani uweze kutoa malimbuko yako, vipato gani. Kwa mfano, kuna watu wana kazi zao za ajira. Ukishakuwa na kazi yako ya ajira, mshahara wako wa kwanza ule unatakiwa umtolee Mungu. Sasa kuna mwingine anauliza, sasa mshahara wangu nikitoa wote itakuwaje? Kwa nini tunatoa? Tunatoa kwa sababu tunamshtakia Mungu kwamba Mungu, asante kwa kazi hii ulionipa. Hebu sasa niweke mbegu hii ili siweze kupata tena tabu katika ajira zangu. Wafanyakazi. Namba 2, kuna wafanya biashara. Kuna mtu unaweza kuwa na mtaji wako, unaanza biashara leo. Basi unapofanya biashara ukapata faida, ile faida yako yote unatakiwa uichukue, uipande madhabahuni kama mbegu ili biashara yako iendelee kukua. Kwa hiyo unaweza ukawekeza shilingi 10,000, kesho ukapata faida ya shilingi 5. Hebu chukua ile shilingi 5 yote ilete kwenye madhabahu ya Mungu, alafu uone matokeo yake baadaye itakapokuwa. Lakini kuna ndugu zetu ambao pia ni wakulima. Umepanda mahindi, Biblia inatuambia yale mahindi, yale mavuno yote ya kwanza mletee Mungu kwanza aweze kuyabariki. Lakini pia kuna ndugu zetu wafugaji. Ukishakuwa mfugaji, una kuku wako kataga katoto faranga 10 vimekuwa, hebu vichukue vyote mletee Mungu wako aweze kuvibariki. Kwa nini tunasema hivyo? Tunasema hivyo kwa sababu ili Mungu kutengeneza misingi mizuri ya mafanikio na baraka katika maisha yetu. Vinginevyo huwezi kukua katika maendeleo kama hujawahi kuweka sadaka ya limbuko katika uchumi wako. Kwa limbuko ni sadaka moja muhimu sana, ni kama zaka, vinarana zaka lakini si zaka. Hii unachukua kitu kizima unapeleka madhabahuni kwa Mungu. Na tumemsikia baba panasema mwaka wetu ndio tunauanza tarehe 1 mwezi wa 7. Na sikukuu yetu ya malimbuko ni tarehe 28. Sio 21 kama katiba ilivyotangaza. Tutaifanya tarehe 28. Sasa ukielewa hili somo, jitahidi sana kuweka mipango mizuri ili tarehe 28 tuweze kutoa sadaka zetu za malimbuko kwa upendo na kwa uaminifu. Hizi sadaka mtu anaweza kuuliza zilianzia wapi? Kila sadaka ina sababu yake. Kila sadaka ina sababu yake. Nataka niwakumbushe, mtu wa kwanza kutoa sadaka za malimbuko alikuwa ni Habili. Soma kile kitabu cha Mwanzo, ile baada ya uumbaji tu wa dunia, uumbaji Mungu alivyoumba tu dunia kwa mara ya kwanza, ni nani alianza kutoa sadaka za malimbuko? Alikuwa ni Habili. Na katika zile sadaka za Habili Mungu aliweza kumbariki sana. Ngoja tuangalie somo, tufungue kitabu cha Mwanzo. Twende kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Tuanzie pale mstari wa 3. Biblia inasema, hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Namba 4 anasema, Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtabakali Habili na sadaka yake. Sasa ukiangalia hapa ni kwamba Habili alichokuwa nakifanya, alikuwa analeta sehemu za kwanza. Kama alikuwa anafuga, historia ya Habili ni kwamba alikuwa ni mfugaji. Kwa yeye alikuwa analeta kila mnyama akizaliwa, anachukua anampelekea sadaka Mungu wake. Hii ndio tunaita malimbuko. Na Habili akaenda mpaka ndugu yake Kaini akaanza kumwonea aibu baada ya kuona anakuwa anafanikiwa sana, akaenda akamua. Hiyo story wote tunaijua. Kwa hiyo chanzo hasa, mtu wa kwanza kibiblia alianza kutoa malimbuko katika kuumbwa kwa dunia alikuwa ni nani? Habili.
Kwa hiyo hii malimbuko hajaanza tu, lakini jiulize kitu kimoja, huyu Habili alifundishwa na nani? Kwa sababu kila somo, kila jambo unafundishwa, ni nani alimfundisha huyu Habili? Alipata wapi hiyo idea ya kutoa malimbuko? Ni kwamba pale tunazungumzia kwamba Roho Mtakatifu mwenyewe ndo alimjia na kumfundisha, akaenda. Ni Mungu mwenyewe alimuonyesha maono, akasema nenda katoe sadaka za malimbuko. Ni sawa kama vile tulivyofundisha kwenye somo la fungu la 10 ile tunahitaji zaka. Tulimwona Ibrahim alipotoa zaka kwa mara ya kwanza, alifundishwa na nani? Ni Roho wa Mungu kufundisha. Lakini hii sadaka ya malimbuko, ndugu zangu, mimi naita kama mbegu. Ni kama vile unamjaribu Mungu wako, sema Mungu, sasa umenipa hii kazi ya kufanya mikono, hebu sasa ngoja niwekee hii kitu, alafu ni usubiri matokeo yake. Na mara nyingi ni lazima ilipe. Sasa kuna swali, twende kwa swali questionnaire. Ni nani sasa anatakiwa kupokea hiyo sadaka ya malimbuko? Au ni wapi unatakiwa upeleke sadaka yako ya malimbuko? Tunasema hii ni muhimu sana ambayo sadaka muhimu sana ambayo inafungua baraka zote katika uzalishaji wa mali yako. Yaani vile unavyotoa, vile unavyomtolea Mungu kwa kishindo na kwa uaminifu, ni kwamba hii sadaka lazima ikuletee matokeo ambayo ni chanya baadaye. Biblia inasema malimbuko yote yapelekwe kwa kuhani wako. Bwana Yesu asifiwe. Kuhani tunamjua. Mnamjua kuhani, ndugu zangu? Kuhani ni kiongozi wako wa dini, ndo anaitwa kuhani. Malimbuko yote yanatakiwa yapelekwe kwa kuhani. Sasa hapa ndio unakuwa mtihani. Mtu anakuambia sasa kwa kuhani nakuaje? Yaani nimelibeba likiti moto langu limenona ili afu nampelekea mchungaji, inakuaje? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huo ndio mtihani ambapo tunaimba. Tunasema yaani Mabwagiro na Kasinati ndio wakale. Mimi sipeleki. Lakini unapokataa, hiyo hali inapozidi kukataza usipeleke, ndipo unajifungia milango yako ya baraka. Ngoja nikwambie, ukiangalia, twende kwenye kitabu cha Ezekiel, tuzungumze kwa ushahidi. Twende kitabu kile cha Ezekiel. Haya ni maandiko ambayo ni mambo ambayo tayari yapo kwenye Biblia, hayakutungwa. Ezekiel 44, tuangalie mstari wa 30. Biblia inasema, na kitu cha kwanza cha malimbuko yote ya vitu vyote na kila kitu cha matoleo yenu litakuwa la makuhani. Tena mtampa kuhani sehemu ya kwanza ya unga mbichi, ili kukarisha baraka juu ya nyumba yako. Haleluya. Mmenielewa hapo? Ni kwamba unapochukua malimbuko yako unatakiwa ulete kwa kuhani wako. Na hizi sadaka, labda nitoe mfano mmoja ambao watu wengi tunakuwa tuelewe kwa nini tunatoa sadaka. Tunapotoa sadaka, mtu wa kwanza kuipokea sadaka, kwanza sadaka ni ya Mungu mwenyewe, lakini mtumiaji wa sadaka ni wengi. Ni sawasawa na kusema umeenda kwa wakala pale wa M-Pesa, unachukua shilingi 10,000, hii nasema hii nenda namtumia Mamlinge. Yule wakala anaichukua ile shilingi 10,000 yako, anaitia kwenye mfumo, inamfikia Mamlinge yuko Tanga. Hivi swali la msingi, wakati huo kabla hujaondoka kwa wakala, yule wakala anamuita mwanae, mwanangu, hebu
nilikuwa sina hela kula, hebu chukua 10,000 ile ile uliotoa wewe mtumia Mwamlinge, nenda kaninunulie pale kiroba cha unga. Utakasirika? Utasema kwa nini unatumia langu? Nijibuni, mtakasirika vijana. Kwa hiyo ni kwamba sadaka ni vile unapotoa sadaka yako inapita hapa madhabahuni. Hii ni njia, lakini mwenye sadaka mwenyewe ni Mungu wako. Hii ni njia. Mchungaji anapoichukua ile malimbuko yako akakupatia kile kikapu, akanyosha mkono, akamwomba Mungu kwa kushukuru kwa sadaka ile, ni kwamba tayari wewe baraka zote unazo. Kinachobaki pale ni kama makapi, lakini sadaka yenyewe tayari ishaenda kwa Mungu wako. Kwa hiyo tunapojitoa ni lazima tujitoe kwa moyo, kama hivyo tulivyosema. Ukisoma hata kwenye kitabu cha Kutoka, twende Kutoka tuangalie pia, inatueleza ni wapi tupeleke malimbuko. Twende kitabu cha Kutoka, ile kitabu cha Kutoka 34. Kutoka 34 mstari ule wa 26 inasema, Kutoka 34 mstari wa 26. Tuangalie, anasema vitu vya kwanza vya malimbuko, vitu vya kwanza vya malimbuko ya nchi yako utavileta na kuvitia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokose mwanambuzi katika maziwa ya mama yake. Sasa hii inazungumzia jinsi ya kutoa sadaka, kwamba una kitu cha kwanza chochote, uzao wako wa kwanza wa mali zako wa mradi wako ni lazima upeleke ukiwa kamili. Usipeleke nini? Anasema usimtokose. Kutokosa ni kuchemsha, kupika, yani usichanganya ile nyama afu unasema unampelekea Mungu malimbuko. Hiyo hapana, inatakiwa upeleke ikiwa nzima nzima. Hebu tuangalie tena kitabu kingine cha Methali. Kitabu cha Methali, nataka niwaonyeshe tu jinsi gani maandiko yanavyokwenda kuhusiana na mambo ya sadaka ya malimbuko. Methali 3:9. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Sasa hapa Mungu anatuambia unapotoa malimbuko unakuwa unamheshimu Mungu wako. Unapozidi kumwonyesha Mungu heshima, ndipo ghala zako zitazidi kufanya nini? Yazidi kujaa. Twende haraka. Sasa tuangalie kitu kimoja kinaitwa vigezo. Wewe umejiandaa kutoa malimbuko yako, umejipanga, lakini je, una vigezo?